Oh,
kama mnamwambia Mungu ni asante. Lakini pale mimi namwambia tu Mungu ni asante. Kila mmoja kwa mkono wako juu. Mwambie Mungu ni asante kwa ajili wewe ni mwema. Wewe ni mtakatifu, hakuna aliye kama wewe. Unayeweza yote ni wewe, unayestahili sifa na utukufu ni wewe. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu wewe unastahili sifa. Mwambie Mungu wewe unastahili kuinuliwa. Mwambie Mungu wewe watosha, kila jambo ni wewe. Wewe watosha katika maisha yangu. Wewe watosha katika mienendo yangu. Wewe watosha katika familia yangu. Mwambie Mungu ni asante, mwambie Mungu ni asante. Mwambie Mungu ni asante kwa ajili ya siku ya leo. Mwambie Mungu ni asante kwa ajili ya mvua wa leo. Mwambie Mungu ni asante kwa ajili ya kanisa letu. Mwambie Mungu ni asante. Mwambie Mungu ni asante kwa ajili ya shamba lako. Mwambie Mungu ni asante kwa ajili ya jirani yako. Mwambie Mungu ni asante hata kwa ajili ya adui yako. Mwambie sasa adui yako. Mwambie adui yako, mwambie Mungu amsaidie, amuinue zaidi na zaidi. Ni asante Mungu mwenye uwezo. Ni asante Mungu mwenye utukufu. Uketie katika kiti cha ufalme. Ni wewe tu Bwana. Ni wewe tu Mungu. Unayeweza yote. Nani kama wewe mfalme wa amani? Nani wa kulinganishwa na wewe?
mfalme wa amani. Ndio maana tuko hapa tunasema ni wewe. Wewe ndiye ambaye unastahili. Wewe ndiye ambaye unatosha. Wewe ndiye ambaye unaweza. Wewe ndiye uliyekimbilia na tumaini la maisha yetu. Lord, we worship you. Lord, we give you praise. Lord, we give you all the glory. Lord, we give you all the honor. Hakuna kama wewe. Unastahili Yesu. Unastahili Bwana. Oh, unastahili Yesu. Unastahili Yesu. Asante Bwana kwa sababu ya uwezo wako. Unastahili Bwana. Ya kwako Bwana tukisema ni asante. Unastahili Yesu. Unastahili, hakuna mwingine kama wewe. Oh Jesus, we thank you. Unastahili peke yako. Unastahili katika maisha yetu asubuhi ya leo. Unastahili tulinue jina. Unastahili tuliasifu asubuhi ya leo. Nani mwingine kama wewe Yesu? Nani wa kulinganisha na wema wako asubuhi ya leo? Peke yako unastahili Bwana. Tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu Bwana, twakushukuru. Twaja kwako asubuhi ya leo. Ni wewe tu Bwana, kuna mwingine. Wewe ndio tegemeo letu Bwana. Asante Bwana kwa sababu ya ulinzi wako. Tunyenyekea mbele zako Bwana asubuhi ya leo, tukisema Bwana usituache Bwana, tembea nasi. Asante Bwana kwa sababu ya asubuhi ya leo. Naleta wote ambao wamefika katika nyumba yako mikononi mwako Bwana. Tukianza Bwana, tuomba tuanze na wewe Bwana, uwe nasi mpaka mwisho. Tutakushukuru, tutakuinua. Wale ambao wako njiani Bwana wafike, tuanze pamoja. Ni kwa sababu ya mapenzi yako Bwana tunaomba tukiamini utatenda vile upendavyo. Ni kwa Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana praise and worship. Mtakaa tu kidogo, ikifika saa 5 kamili tena tutaingia kwa another round of praise and worship. Nataka usalimie mwenzako, mwambie karibu katika nyumba ya Bwana. Amen. Amen. Najua ni siku iko na baridi, mvua nyingi, lakini hizi sote ni baraka kutoka kwa Mungu. Wacha tufurahie tukiwa katika nyumba ya Bwana. Kwa niaba ya secretary wetu, ningependa nilete matangazo ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Sote tumekaribishwa katika nyumba ya Bwana. Feel in the house of the Lord. Umetoka kwako, jihisi kwamba umefika katika nyumba ya Bwana, and this is where you belong. Tutakuwa na koinonia, a mega koinonia at Goshen Fellowship kuanzia tarehe 17. Itaingia, tutamaliza kutoka Goshen tarehe 19, na mkutano mkubwa utakuwa hapa tarehe 20 kufunga hiyo koinonia. So tuombee koinonia Goshen edition for this week kuanzia pita katika nyumba kwa nyumba, tukiombea watu wetu, washirika wetu, tuwalete kwa Bwana. In that koinonia, all of us are supposed to support. So successful, lazima tu support. Kuna wale walijiandikisha last week. God bless you. Wajatuma, tuko na muda mpaka Tuesday, Wednesday. Hakikisha vile uli pledge utume kamilifu. May God bless you so much. Tunapoendelea kusupport, na wale ambao hawakujiandikisha, tajiandikisha in support of koinonia. Jana apostles walikuwa hapa kanisani kwa sababu ya mkutano wao. Mkutano wao wa kwanza mwaka huu, it was successful. Ikiwa wewe ni apostle na hukuhudhuria, utajilaumu wewe mwenyewe. Successful. May God bless you so much. This week tulikuwa na National Youth Week. National Youth Week ilianza Monday mpaka jana. Leo ndio ya mwisho na kesho itapelekwa the district level. National Youth Week ilikuwa wiki hii. Nataka
kuwa National Youth Week. Tuinue mikono vijana wetu, na mjaniambia kama mko na wimbo vijana ambao walikuwa National Youth Week. Amen, amen. Tupigie vijana wetu makofi. Asante sana. Na ikiwa hukutuma mtoto wako, wengine walisoma, walikuwa na wageni, maybe ulikosea mtoto. Tukitangazewa next time, tuma watoto wakuje wakae katika nyumba ya Bwana. Hapa wanapata mafunzo mazuri ambayo yatawasukuma wakiwa hata shuleni, wakiwa mahali popote. Hii mafunzo wanapata katika nyumba ya Bwana inawasukuma na wanapaki kuwa katika Mungu ambaye ni Mungu wetu wa kutegemewa. Choir practice itaanza kesho, naambiwa kuanzia saa 10 mpaka saa 11. Choir practice is on Monday, Tuesday, Thursday and Fridays. 1 hour, saa 10 mpaka saa 11. Kwa hivyo all members tumealikwa tufike kwa mapema. Goshen will be on duty this week. Goshen Fellowship ndio watakuwa on duty this week, kwa hivyo tujipange vizuri. Nataka nishukuru Jerusalem West ndio wanamaliza leo jioni. So thank you Jerusalem West kwa kutupeleka hii week. Mtamaliza leo jioni, kesho Goshen Fellowship. Fellowship evaluation iko mwezi huu, tuendelee kujipanga. Mwezi huu in around 2 weeks time tutapewa tarehe vizuri, tuendelee kujipanga. Fellowship evaluation, all our fellowships, tuendelee kutrain, kusoma kitabu chetu vizuri, nyimbo, memory verse na vyote vile ambao tunatakiwa tujipange navyo. Leo tutakuwa na kwayasi mbili, tutakuwa na Jerusalem West then Apostles. Jerusalem West ambao tutamaliziwa tena na Apostles. So tutaanza na Jerusalem West. Karibu tuletee wimbo moja. Jerusalem West. Karibu Jerusalem West. Sitaja kumsifu Mwokozi
Tuwapigie makofi mazuri all our choirs. Asante sana. Asante sana. May God bless you so much. In support of Koinonia, tulisema we are supposed to honor our pledges this week by Wednesday. Na yule ambaye ako na pesa zake kwa simu, tutatuma kwa secretary wetu, treasurer, not secretary, treasurer wetu. Namba yake ya simu ni 0722 6325 15. Treasurer Dorcas Nyamari, namba yake ya simu 0722 6325 15. May God bless you so much. Matangazo mengine yale ambayo yamekuja saa hizi ni kwamba kutakuwa na mkutano wa pastors wives. Pastors wives watakuwa na mkutano Kisii PAG on Saturday tarehe 19. Watakuwa na mkutano huko. Kwa hivyo all pastors wives in the room mumealikwa mkuwe na mkutano wenu huko Kisii PAG Jumamosi ijayo kuanzia saa 3 asubuhi. Baadaye tutakuwa na mkutano wa viongozi wa wajane, the chair ladies of all widows from every church in the district. Now watakutana in Kisii PAG Church. Kwa hivyo our chair leader of the widows on Saturday mutakuwa na mkutano Kisii PAG, nimeambiwa kuanzia saa 5 asubuhi. Men, nimeambiwa kuna project tuko nayo huko Goshen. I want to thank you kwa wale ambao wamefanya vile tulikubaliana. Nimeambiwa kwamba hiyo nyumba on Tuesday fundi atakuwa huko akifunika huko juu kabisa. Sasa hata tukikuwa na mkutano huko wa Koinonia, mvua ikinyesha, tutapata mahali pa hata kusimama, kwa sababu hiyo nyumba ni ya mwenzetu huko juu John, lakini stili ni yetu. Kwa hivyo on Tuesday tukipata nafasi wasee tupande huko juu. Fundi atakuwa huko akiweka mapati. Lakini nimeambiwa bado we are missing around 5 iron sheets. Kwa hivyo wenzetu wale ambao wajatoa you are free to on Tuesday tutamalizana hiyo nyumba kwa kuiweka mapati. May God bless you so much. Sasa nataka nitambue wageni ambao wako katika nyumba ya Bwana siku ya leo.
this is your first time to be Nyamataro PHE, we welcome you. This is your church. Kwa hivyo wageni wetu, feel in the house of the Lord. Kwa hivyo wageni wetu mahali popote mlipo, ningeomba msimame msalimie kanisa. Wageni karibu sana. Karibu wageni wetu. Wageni wasimame, tupige wageni wetu makofi. Naona kuna wageni huko nyuma, wapige makofi vizuri. Amen. Kuna mgeni hapo katikati, wapige makofi vizuri. Tuendelee kupiga makofi mazuri. Na ikiwa umekaa karibu na mgeni, na wewe simama, salimia mgeni, mkaribize vizuri, mwambie karibu Nyamataro. Yes, mzee Nyamari, naona unafanya kazi mzuri hapo nyuma. Asante sana. Asante sana wageni wetu. Karibu sana, na baada ya ibada msikuwe na haraka kutoka. Tukutane karibu na hiyo meza, tutajuana zaidi and utajua program zetu za kanisa Nyamataro PHE Church. Kwa niaba ya wageni wote, nataka nitambue mwenzetu Jenes Ndemo. Nimeambiwa kuna mgeni ama wageni wengine wakuja watusalimie. Jenes Ndemo, karibu sana, karibu. Kuja mbele Jenes. Nimeambiwa uko na mgeni mwingine, kuja msalimie, salimie kanisa. Asante, karibu sana. Asante. Karibu sana Jenes na wageni. Karibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Niko na furaha sio na mipaka kwa kuleta wageni wangu kutoka Kongo. Wanaishi huko kwangu. Walikuja, wamemaliza wiki 2 hapa Kenya, na wakaniambia kwamba hawajajua mahali wataenda kanisa. Nikawaambia leo tukuje hapa, hii ndio kanisa watakuwa wakishiriki na sisi. Ndio wakaribishwe, hapa ni nyumbani mwa Bwana. Karibu sana. Wacha wajitambue wao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Neli, natoka Kongo, na Bwana amependezwa leo tuingie pamoja, tutakuwa pamoja. Tunashukuru Mungu, asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami pia naitwa Theophilus, natoka Kongo. Huyu ni mke wangu. Mungu amependezwa tukue mahali hapa. Tunafanya huduma kanisani mbalimbali. Najua mtatambua baadaye. Asante. Asante sana, karibuni wageni wetu Nyamataro. Asante. Wakati huu before nilete praise in worship, nataka nimkaribishe Bishop to make 1 or 2 announcements before to let praise in worship. Karibu sana Bishop. Asante sana Deacon wetu ambaye umetuletea matangazo. Bwana akubariki sana. Bwana asifiwe. Hebu tusalimiane kwa jina la Yesu hata kama kuna baridi. Yesu bado ni Bwana. Asante kwa sababu ya wageni wametoka madhabahuni kutoka Kongo. Bwana wabariki sana. Karibu katika kanisa letu la Nyamataro, na tumefurahia kuwa pamoja nanyi katika ibada. Na wageni wengine wale ambao mmekuja na wenyeji, tunaomba kwamba Bwana wabariki kwa jina la Yesu Kristo. Nataka niweze kuleta tangazo la harusi ya wenzetu. Tangazo. Tunafuraha kuwatangazia harusi ya wenzetu wafuatao: Bwana harusi Duncan Mizati Magati, mtoto wa Mesach Magati Basweti na Kalen Kwamboka Magati. Mchukuu wa Reverend Christopher Basweti, kanisa lake Gorofa PAG
stroke Getare PAG Church. Sublocation Sana, location Nyacheki, sub-county Nyamache, county Kisii. PAG district Nyacheki, stroke Kisii. Hali yake yeye ni bachelor. Bibi harusi Colvin Nyamokami Kongo, mtoto wa Benedicto Kongo na Agnes Kwamboka, mjukuu wa Henry Mienda, kanisa lake Suneka PAG Church, sublocation Bomakombi na location Bomorenda, Zabu County Kisii South, County Kisii PAG District, inaitwa Suneka. Harusi itatangazwa kama ifuatavyo. Mara ya kwanza tarehe 30 mwezi wa 3 2025. Mara ya pili tarehe 6 mwezi wa 4 2025, na mara ya tatu tarehe 13 mwezi wa 4 2025. Harusi itaunganishwa mnamo tarehe 17 mwezi wa 4 ndani ya kanisa la Suneka PAG Church saa 7 kamili. Saa 7 kamili. Harusi itaunganishwa naye marriage registrar Reverend Rowlands Murara, District Overseer Kisii. Harusi imeandikwa na kuthibitishwa naye Reverend Alois Onsongo wa Suneka PAG Church, ambaye tena ni overseer wa Suneka. Aliye na neno aseme sasa, la sivyo akae kimya milele. Waebrania 13:4. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Hii ni harusi ya mnajua Duncan Misati, ni ndugu yake Pastor Silas, na hii ndio mara ya mwisho nimeitangaza tarehe 13, na yule aliyeandika amesema kwamba kama kuna mtu wako na jambo aseme sasa leo hii. Mwali wa rinelingana okopinge nyangie akabako igoro 1 2 3 toi mokina ndalinde abantu ngonywa mabale. Tangazo, tangazo, tangazo. Wafuatao: bwana harusi Benson Mosoti, mtoto wa George Nyanyuki na Nora Kemunto, mjukuu wa Patrick Matara, kanisa lake Gesara PAG, wilaya ya kanisa Kisii, mtaa Nyamiso Central, kijiji chake Lioma Santa tu, wilaya ya Utawala Kisii, Chimbo Kisii. Bibi harusi anaitwa Violin Kemto, mtoto wa Jones Gechure na Yukabet Kwamboka, mjukuu wa Nyangeli Gechure, kijiji chake Bosamaro Ikonge, kanisa lake Sikonge PAG, wilaya ya kanisa Nyamira, mtaa Charachani, wilaya ya Utawala Nyamira, na Chimbo ni Nyamira. Harusi itatangazwa kama ifuatavyo. Mara ya kwanza tarehe 6, ambayo ilikuwa ni wiki jana nilitangaza. Mara ya pili ni leo tarehe 13 mwezi wa 4, na mara ya tatu itakuwa tarehe 20 mwezi wa 4 2025. Harusi itaunganishwa mnamo tarehe 21 April katika kanisa la Sikonge PAG na Reverend Dr. Richard Obogi, ambaye ni the General Secretary PAG Kenya, saa 6 adhuhuri. Harusi imeandikwa na kuthibitishwa na Reverend Joel Alita, mchungaji wa Sikonge PAG Church. Aliye na neno aseme sasa, la sivyo anyamaze milele. Proverbs 18 verse 22, anayepata mke amepata kitu chema. Na Bwana awabariki. Hii bado iko na nafasi moja. Tarehe 20 nitaitangaza, tarehe 20 nitaitangaza mara ya mwisho. Kama uko na kitu unaweza kuleta katika ofisi, kama uko na sababu. Watu wanapoana tena wanabarikiwa. So nimeona mwingine ametuma maneno hapa.
Hii ni tangazo, wacha nitangaze. Inasema Mount Olives Medical Center Mosocho. Imetumwa kwetu hapa Nyamataro. Wanaalika wanawake wote wajamzito bali bebwatira netibaro muteigoro. Tarehe 18 mwezi wa 4 katika hiyo hospitali inaitwa Mount Olives Hospital, kuanzia saa 3 mpaka saa 7 waweze kusungumuzia safari mtu anapochukua mimba mpaka kusaa ama kupata mtoto. So mumealikwa hapo, wale ambao mko na mubwata marorayo na bomoko gendororo agere moko rege ndikikega mose miwe mote bigwe sabari yinga kigwanza na ndenga kibwana takoera oise gutaka kumanya mangana imono na bugutuma ogwake namba ya Linet Kemuma 0729 37 20 41 0729 37 20 41, na hiyo itakuwa vizuri na jina la Bwana litabarikiwa. Tuko na Koinonia na wageni wetu tayari wameitikia kuingia hapa. Itakuwa ni mkutano mkubwa. Tumefanya mikutano hapa na hii mkutano pia itakuwa ni mkutano kubwa. So tunahitaji msaada wetu, tukitolee tusimame pamoja na hiyo Koinonia. Tulipokuwa na apostles hapa jana tulipanga na ikaonekana kwamba tuko na ukosefu wa pesa kufanya budget yetu iweze kukamilika. Na ninashukuru kwa sababu ya wenzetu wale ambao waliweza kujiandikisha, na kama hukukuwa unaweza fanya kitu. Bwana asifiwe. Na njia ya kufanya kitu ni kusema tu tuendelee kukuombea, Bwana akupe neema, alafu ukipata utoe ndio kazi iweze kuendelea. Nashukuru kwa sababu ya Reverend wetu hakukuwa last week. Lakini bado tayari yeye tulikuwa na kasoro ya pesa kiasi, amebreak nimeambiwa na Deacon hapa 3,000. Kwa hivyo kama haukukuwa ama ulikuwa na unataka kuongezea, bado tuko kwako, utusaidie tafadhali. Tusaidie ili injili iweze kuendelea. So nataka uniambie, tulianza na 1,000 na kama utatoa 1,000 is okay. Unaweza inua mkono juu. Kwa muda mfupi mno tumekosa karibu shilingi 25,000, 25,000. Inua mkono juu hivi. Mpaka wale mko juu, mpaka wale mko chini hapa. Abantu bana boko okay. Ngori utalengo. Moki gatindar. Ben Sakari. Utafanya namna gani? Ngiri moja kwa Ben Sakari 1,000. Nani mwingine tena? Kaka. Kaka 1,000. Asanteni kaka. Nani mwingine? Ben naona kama anataka kutoa sahihi. Nani mwingine? 1,000, 1,001, 1,002, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Ni kama nimeona mpaka msombo sokiri yajaga. Msombo sokiri ji shilingi yajaga. Nani hakukuwa na anataka kusponsor 1,000? Nani ako na 500? 500. Una support na 500. Hii kazi ni yetu. Hata kama tutakimia namna gani, imebidi tufanye hii kazi. Lazima tuhubiri injili. Injili lazima iende mbele. Ilikuwa nimesema kwamba wale watu wanasema operation injili iende mbele. 500, 1, 500, 2, 500. Unasikia kusupport? Kuna wale wengine hawataki kuzungumza lakini watatoa. Najua kuna wale hawasemi lakini wanatoa tu pole tu hivi pembeni. Mungu awabariki pia. Nani yule 1, nani yule 2, nani yule 3? 300 kuja chini. Ndio kwa nyarako support na 300 ngoja nsabu. Amen. Amen.
So kwa vile naona wanaendelea kuandika pale pole pole, ninaomba kwamba Mungu awabariki mnapoendelea kujiandikisha, waka tuende kwa kipindi kingine na jina la Bwana litabarikiwa. Amen. So nimemalizia hapo kwa sasa, lakini bado unaweza kuendelea kuandika, maana nimeona Deacon anapita pale akiandika, na pale juu pia kama uko hapo unaweza kujiandikisha na itakuwa vizuri. Naondo chenga na koli regaiga praise and worship, alafu baadaye tuweze kupata neno la Bwana. Amen. Praise and worship, tupate neno la Bwana na tutabarikiwa pamoja. Yes, hallelujah. 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 Yes, Jesus. Bwana Yesu. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Abu abumbi yaiga. Maiga arimbi yambi yaiga. Igora arimbi yambi yaiga. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 1 2. Hallelujah. Amen. Naomba usalimie mwenzako, mwambie karibu kwa nyumba ya Bwana. Mwambie mwenzako karibu katika imani mwa Bwana. Msalimie tu, mpe high five. Ndio nafasi pekee yako unapata kusalimia mwenzako. Yes, hallelujah. Hallelujah. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Hebu inua mikono yako juu hivi. Hebu weka mikono hivi, weka mikono hivi. Mara hivi, weka tu mikono hivi. Hebu fanya hivi. Hebu fanya hivi. Aya, naomba tu fanya hivi. Weka tu mikono tu hivi. Hebu tuende. Aya, naomba tuweke mikono hivi. Cheza ndani yako, cheza. Cheza tu ukifurahia. Ukimaanisha haya yote ni Mungu amekufanyia. Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu ametujalia. Haya tuna. Naomba tukue pamoja tafadhali. Haya tuanze. Bwana nimerudi tena. Yesu nakushukuru. Wengine sijui ila mimi Bwana najua umenitendea. Bwana nimerudi tena. Yesu nakushukuru. Wengine sijui ila mimi Bwana nimerudi tena. Yesu nakushukuru. Wengine sijui ila mimi Bwana. Umekuja kushukuru Mungu kweli? Wewe umekuja kumshukuru Mungu kweli? Mwambie Mungu. Yesu nakushukuru. Wengine sijui ila mimi Bwana. Nimejua umenitendea. Sema tena. Bwana nimerudi tena. Yesu nakushukuru. Wengine sijui ila mimi Bwana. Nimejua umenitendea. Haya tuna. Nasi tunaweza kuendelea hivyo. Kama tunachukua sadaka zetu tafadhali na Mungu. Tunapoendelea kuimba tutoe sadaka zetu na Mungu tafadhali.
Baba, tunakushukuru sana kwa sababu ya nafasi hii ya kipekee kufurahia mbele zako. Hakuna mahali tunaweza kufurahia tusikie vizuri kama tunavyofurahia mbele zako uliye Baba yetu. Asante kwa sababu ya kila mmoja wetu. Nakushukuru kwa sababu ya furaha ya wokovu. Nakushukuru kwa sababu mioyo yetu imejawa na wema wako, Mungu.
Naomba wakati huu tena tunapoenda kusikiza neno lako Bwana, tunaomba ukaweze kutuzungumzia kwa sauti yako, uturekebishe, utuonye, utufundishe, ili Bwana mwisho wa ibada ya siku ya leo tuseme kwamba kweli umetutenda mema. Jina la Baba litukuzwe na libarikiwe milele yote, maana ni Mungu mkuu na kando yako hakuna Mungu mwingine. Katika jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi kwa wema wake. Amen. Na shukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii tena ambaye ameweza kutupatia na tukaweza kubarikiwa. Hata kama kuna nyesha, lakini bado Mungu anapaki kuitwa Mungu. Na ndugu yetu wiki tumefanya mazoezi kidogo, nasikia kuna choto limeingia ndani yetu. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya hayo. Ninaomba niweze kumleta mtumishi wa Mungu ambaye anayeenda kutuzungumzia katika siku ya leo. Ni rafiki yangu, tumejuana na yeye kwa muda sio mrefu. Na leo hii naenda kumpatia nafasi aweze kutuzungumzia. Ni mtumishi wa Mungu, anafanya pamoja na yule Pastor Elijah. Mnajua Elijah Makoli, wanafanya na huduma ya magereza. Kwa hivyo ako katikati yetu ndugu yangu Getonga. Anaitwa Getonga. Getonga, nilipokuwa ninamuuliza Getonga inamaanisha nini? Inamaanisha tajiri. Getonga mama iti Getonga nese bintu biko beko. So lende bwana bintu binyegire ororo ase Getonga. Ako na utajiri wa mambo mengi. Ege kabu. Na kekyo. Karibu sana ndugu yangu Getonga. Bwana akubariki. Tupige anapokuja kuzungumza pamoja nasi. Anatokea sehemu za Tharaka Nithi. Hapo ndio anatokea. Na tumejuana na yeye Friday ile wiki. Ilikuwa ni Friday. Ilikuwa ni Friday. Na akawa baraka kwangu. Kwa hivyo nikasema kwamba baraka kama hizi hatuwezi kusiacha tu hivyo. Karibu sana katika Nyamataro PAG ili tuweze kubarikiwa pamoja kwa jina la Yesu Kristo. Baba, nakushukuru kwa sababu ya mtumishi wako ambaye amesimama katika madhabahu haya, kamtumikie Bwana, ukaweze kumpa kibali na neema yako ikamtoshe. Yale unataka ayazungumze kwa madhabahu akayazungumze, na yale hautaki akayazungumze ukayasuhirie, kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Wapi ya nini? Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Naishi kuwapenda dhuhuri ya leo. Kwa Mungu kunipa nafasi kuwa pia hapa. I never knew that I would be here. But I thank God because we met with your bishop. And we just talked for a few minutes. And he desired that I may come to worship together with you. I'm Reverend Gitonga. I'm from Tharaka Nithi, the way you said. Lakini kwa hali ya kikasi ninafanya sehemu ya Embu. Praise the name of the Lord. Mimi nina familia. Na pokeeni salamu nyingi sana za bibi yangu. Alinipa ruhusa kuwa katika sehemu ya Kisii. Na ninashukuru Mungu kwa sababu hiyo.
Naande nakire Nyasaye mbiyamana sengenche iyo. Tutakapomaliza siku ya leo, Kinda kora seli tukolia lero. Mungu akipenda nitakuwa katika safari ya kurejea kule Meru. Nyasaye kara nche nimba soro gendo kogenda Meru. So kama vile mmeambiwa tunafanya katika idara ya Magereza. Igago kole mirimo aliyesechera. Lakini kila kinapendeza moyo wangu zaidi. Kolende kieko gokyo moyo nekegima. Ni kwamba ninajuana na Mungu wangu. Nga nimanya tenya saone. Ni kwamba mimi ni mmoja kati ya wale Mungu anaita manusula wake katika department. Nga nje noyo mo ababa asebali Nyasaye koroka ababoli wabaye. Ndio sababu sioni haya ya kusema kwamba Kristo ni Bwana katika maisha yangu. So it's not my first time to be in Kisii. Hii ni mara yangu ya 3. Nikiwa nakuja tu katika hali ya kiunduma. Nimekuwa sehemu ya Nyamache huko. Nikawa pia wakati mwingine sehemu ya Igorera. Na saa hii kwa neema ya Mungu nilikuwa hapa karibu na kwenu. Getare. So I thank God because of this opportunity. Mungu awabariki sana. Tunapoenda kusikiza kutoka kwake. Singojee kutoka kwangu. Lakini ngojea kutoka kwa Mungu aliyenituma kwa ajili yenu. Because I know the Lord cannot gather us together in vain. Whatever the Lord has planned for us today, it must be accomplished. Kwa hivyo ninajua Mungu atainua mioyo yetu. Atatusongeza hatua nyingine katika imani yetu. Praise the name of the Lord. Therefore I want you to prepare your heart to wait for the Lord to touch your life. You only need to believe. And I believe after this, our life is the same again. To talk about Mungu aliye na nafasi nyingine. Nyakati nyingi tunakumbana na mambo katika maisha yetu. When we look at what we are going through in our lives, hata kama tulianza vizuri, tunafika viwango vingine, tunaanza kuona kana kwamba tulifanya makosa, kuona kana kwamba mambo yameharibika. Hata tunapowasikiza wengine wanavyosema, tunaona kana kwamba ni kweli hatutamaliza vizuri. But today I came to encourage each and every one of us. Kwamba the Lord that we serve ni Mungu aliye na nafasi nyingine. Hata kama umepitia kipindi kigumu kwa maisha yako, naye muabudu yule ambaye ametuita. He has another chance for each and every person. Praise the name of the Lord. Katika kitabu cha Mika, chapter number 7, mstari wa kwanza, we see a prophet of God called Mika. Na Mika katika maongezi yake, anaonekana akilalamika. Na anauliza katika mstari wa kwanza,
Iza ni taabu gani hii? Obolinga inkimbo chando kiyoyo. Ambayo nimejipata ndani yake. Nimefanya, anasema wacha nisome. Tikansome. Taabu gani niliyo nayo? Nimefanana na yule akusanyaye matunda ya kiangazi, aokotaye masaso baada ya kufunwa shamba la misabibu. Hakuna kutoka nchi, hakuna mtu mnyofu hata mmoja aliyebaki. Watu wote wanavisia kumwaga damu, kila mmoja anamuita ndugu yake kwa wafu. Mikono yote miwili ni hodari katika kufanya ubaya. Mtawala anadai zawadi, hakimu anapokea rushwa, wenye nguvu wanaamuru wanachotaka. Wote wanafanya shauri baya pamoja. Aliye mwema kupita wote kati yao ni kama mchongoma, naye anayeonekana mnyovu zaidi miongoni mwao ni mbaya kuliko uzio wa miiba. Siku ya walinzi wako imewandia, siku atakayo kutembelea Mungu. Sasa ni wakati wao wa kuchanganyikiwa. Usimtumainie jirani, usiweke matumaini yako kwa rafiki, hata kwa yule alalaye kifuani mwako. Uwe mwangalifu kwa maneno yako, kwa kuwa mwana umdhalau baba yake, naye binti uinuka dhidi ya mama yake. Mkwe kuwa kinyume na mama mkwe wake na mkwe wake. Andui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Lakini mimi, mstari wa 7, lakini mimi namtazama Bwana kwa matumaini. Mika isano ibere nsomeye mpaka isano ibere goteba obobe n'obwane ekiagera naebeire nkororekana buna ekero amatunda omorakera agosangererigwa na ayatigaire ase emesabibu achorirwe. Ebisabo bya mesabibu bikoriegwa tibiyo na amako amatang'ani ayanganetie taiyo. Abanto bamoirogete Nyasaye basirire korwa asense, na oyore nenkora endonge tari ase egati y'abantu bonsi nigo bakoboera abanto baitere amanyinga abo. Kera omonto nigo akobwata oyo mwabo n'oboreba. Abantu aba nigo bare n'omokia gokora ayara amabe n'amaboko abo. Omogambi niganche taegwe riyaki, na omogambi ebina boigo. Omonto ore n'okobua niga agosaba aegu ebi aganetie ase okogania kwaye okobe, na nigo babwateranete amo. Oyore omuya goetania abande ase egati yabo niganga buna egetutu kere n'amagwa, na oyore nenkora endonge nigo are n'obobe kobua orobago rogiteire amagwa. Ekero rituko liabarendi bao liegesusuro kiao liraike abantu mbabe n'omoichano tobaisa kwegena yo gose gosemeria omosani o orende amang'ana akorwa ase omonu nonya mokao tayamanya. Omwana omomura nigo agochaya ise, na omwana omoiseke niga akwamererania na ng'ina, na moka momura oamererania na ng'ina biara. Ababisa baba bomonto
n'abantu b'enyumba yaye omonyene. Korende nche omonyene nindigeti omonene. Ninganye inde nogosemeria se Nyasaye ole ogotoleka kwane. Nyasaye one nanjingwe. Amen. Praise the name of the Lord. Manene Yesu abakwe. Nataka niongee kuhusu Mika. Nataka tukukwana igoro ya Mika. Kuna mambo wanalalamika Amangana nara kwe murungani igoro kwa ya. sababu ya yale yameona. Asengenjo yali arorire. Maana anatazama akiwa na mtazamo tofauti. Igakoligerelia ngenche. Kile anachotarajia kutokana na wale anaoishi na wao Eliasa mereti konyora korwase bali amenyata na barabu. ni tofauti na kile anachoona. Neke ngao na kelia korora. Hata kile anatamani apokee Nonyenkeliaga netiara anyore. hawezi kukipokea. Taligo kenyora. Anasema ninafanana na mtu Igago tebanga obwekanire no muntu. ambaye anafuatilia katika shamba lililofunwa Oyo kobwati asomo gondo gesirwe. ili aendelee kusanya kile kimezalia. Igeranyare gosangererie kegetigare. Maana maisha yake yamekuwa magumu. Ekiagero obogima bwaye bwabeire obokongo. Akiangalia matumaini yake yanapotea. Ekera kuligererio gosemeri kwaye gogosira. Maana wale anatamania kwamba watamsaidia Ekiagero bali asemereti ngamba mokone. pengine hawawezi kumsaidia. Tolende mbali komokonya. Praise the name of the Manene Lord. Yesu abakwe. Anasema taabu gani hii Nando tebambu kongukiobo. niliyo nayo? Obombwate. Nimefanana na mtu Nabwekanigwe no muntu. anayefuata shamba ambalo limefunwa tayari. Okobwati omugondo oyo gesirwe. Inamaanisha namna gani? Inkie mineti. Kile anachohitaji kwa ajili ya kukimu maisha yake Keriaga netirigera amenya sobogima bwaye. hawezi kukifikia. Kali kugeikera. Maana ni kama mtu anafuata shamba lishafunwa tayari. Ekiageranga buno muntu okogenda ase omugondo ogesirwe. Haleluya. Amina. Anasema hata watumishi, Otebire noe n'abasomba. anasema hata wale wanaitwa Wakristo, Nonyambali bakorokwa abakristo. kile kinachofanyika Kerigego korekana. ni tofauti na kile kinachotarajiwa. Ekereke ngao gwetani kerigesemeirie. Anasema no one is upright. Ogoteba ngondete yote neine. Hakuna mtakatifu aliyezalia. Ondete yo machenu otigarete. Maana wale wanafaa kuwa watakatifu, Ekiagera bali babwenete ko babachenu. kile kinatoka ndani yao Erigekurwa ime yabo. ni kama miba inayondunga wengine. Igokengama gwagekobeta abande. Kile kinafanyika katika maisha yao Kerigegokorekana ase obogima bwabo. anasema ni kama miba ya mchongoma. Igagoteba ng'ekengo amagwa y'omosogwa. Everybody is fighting his brother. Mmoja anang'ang'ana kuwekea mwenzake mtego wa Kero kumnasa. oyo mogatete kubekera oyo ndoboreba. Ndio sababu wanasema wanafanana na watu wanaorusha neti kama samaki inategwa. Na kiagoteba ng'anga abantu bali bakoruba babekire neti. Wale unatarajia watasimama na wewe katika maisha yako Bayasemereti ng'amba tinene naye ase obogima bwabo. ndio watu wa kwanza kukuangusha. Nabwo abatang'ani gokoiyeri. Ndio watu wa kwanza kuweka mitego ya Nabwo kukunasa. abatang'ani bakobeka oboreba bakobwata. Kwa hivyo maisha ikawa magumu kwa huyu mtu. Obogima bokaba obakong'u. Ikawa hakuna matumaini. Ekaba gosemeria nkoyo. Akasema kwamba mikono ya wengi Agateba ng'amaboko y'abange. imejaa damu Igaichire amanyinga. kwa sababu ya kuangamiza wengine, Ekiagera basiririe kwa abande. sababu ya kupigana na wengine, Ekiagera barwanire kwa n'abande. sababu ya kuharibu maisha ya wengine. Ekiagera basaliye obogima bw'abande. Anasema hata wale ambao ni viongozi, Otebire ng'ano embali abarai. they are requesting for reward to do what they are supposed Igo to do. batageteke egurigere bakorekeri babwenete gokora. Wanaomba malipo kufanya ile kazi ambao wamepewa waifanye. Igo bataete bakanurigere bakorekeri babwenete gokora. Anasema yule naye ambaye ni hakimu, Batebire ori oro omugambi. hata yeye anapokea rushwa Nere gategete konyora riyaki. ndiye aweze kusaidia masikini. Rigere anyara gokonya omutaka. Hata wenye nguvu Nonya n'abanyanguru. nao wanaamuru wanachotaka. Igo bagochikeke batagete. Wale wenye mamlaka Bali bare n'okobua. nao wanaamuru kile Igo wanachotaka, bagochika keri batagete. nao wanafanya kile kinachowafaa wao. Abarobwe bagokora keri geko bagoki barobwa abanyene. Haya ndiyo malalamiko yaliyokuwa na ndugu Mika, Okona kuo kwe murungani Mika are kwe murungani. na akasema mstari wa 4, Nande agateba seke kwe naye murungani. aliyemwema kupita wote, Nga ere oro yule anaonekana mwema katikati yao, Oli okorera omuya agase gati yabo. hata yeye ni bure, Nonye nere mbosa. maana anafanana na mti wa mchongoma. Ese ng'encho
bweka ina mote bwa magwa. Chongoma ni miti ingine ina miba mingi sana. Ina miba mingi sana hiyo mti. Yani anasema wale ambao wanaonekana kana kwamba ni wema, ndani yao ni kama mti wa mchongoma ambao hauna kitu kizuri, ni kundungana. Kilichonjaa kwa hao wanaonekana sura nzuri. Kilichonjaa kwa hao tulioweka matumaini kwao ni sumu inayotokana na miba iliyo ndani ya mioyo yao. Kwa hivyo Mika analalamika na anasema mambo ni mabaya. Anasema naye anaonekana mnyofu zaidi, mwenye anaonekana ni mpole, naye ni mbaya kuliko uzio wa miiba. Kwa hivyo kwa njia nyingine anakosa matumaini, maana kila anayemwendea ndiye amsaidie pengine, badala kutoke chemichemi ya uzima ndani yao kunatoka miiba inayondunga wengine. Ndani yetu imejaa poison. Ndio sababu akasema, lakini nataka mjue siku ya walinzi wako imewandia. Haleluya. Siku ya watetezi wetu, siku ya mtetezi wetu imewandia kwa wale wanaomngoja Bwana. Siku ya protection ya Mungu imewandia kwetu. Hata kama wale tuliotarajia ni kama miiba ya michongoma, lakini alisema nimeona kuna siku ya wema wa wale wanaomngoja Bwana. Anasema siku hii atakayo watembelea Mungu wenu, yule ambaye adui zetu waliona kana kwamba ametuacha, kuna siku wataona Mungu wetu ameinuka tena. I'm looking forward for that day when my enemies will see the work of my God. Wakati wataona kazi na matendo ya Mungu wangu. Maana kama ni kunidhalau, wamenidhalau miaka mingi. Kama ni kunipea majina, wamenipea majina. Kama ni kunishusha, wamenishusha. Kama ni kwa jamii sina nafasi ya kuongea. Kama ni kwa ndoa nina taabu shinda. Lakini Mika akasema siku ya walinzi wako inawandia. Siku atakayokutembelea Mungu, sasa ni wakati wao wa kuchanganyikiwa. Praise the name of the Lord. Amen. Kwani Biblia zenu zinasemaje? Yangu inasema ni wakati wao sasa wa kuchanganyikiwa. Because our God is God of another chance. He is bringing us an opportunity ambayo waliotucheka, waliotudhalau, watasimama watazame, waseme ninachokiona ni gani, waseme ni nini ninaona ndani yao, mpaka wamuone Mungu wako. Praise the name of the Lord. Anasema wakati wa kuchanganyikiwa kwa maadui umefika. Hallelujah. Kuchanganyikiwa na kikisini nini? Unasema kwa nguvu. Ni kwa? Ogwochagano. Karibu na hiyo. Wakati wao wa ogwochagano unafika. Mungu anaenda kuwachanganya.
maana ile neti zao wataweka, wakati zinaanguka watakuta tumechomokea pande nyingine. Because when God rises, no one will stop what the Lord has begun. And I want you to begin to believe together with me that what the Lord has begun in us, no one will be able to stop. You only need to have a mile of faith. Uwe na hatua ya imani ndani ya maisha yako. Uaminie Mungu wako kwamba Mungu alikuweko na mpango mwema wa maisha yako, kwamba God meant good for me. Hata kama kwa kipindi fulani wameninunga na miba yao, hata kama maamuzi yao waliokaa wakiwa viongozi ninaotarajia hawakufanya lile nililotarajia, hata kama maamuzi yao walioyafanya sio yale nilikusudia, ninaye Mungu aliye juu ambaye anasema wakati wa walinzi wangu umefika. Maana walinzi wakifika adui anachanganyikiwa. Ndio sababu Mika anasema wakati umefika wa kuchanganyikiwa kwa adui wetu. You do not need to fear, because we have an unseen power ambayo inatoka kwa Mungu wa nafasi nyingine. Unajua wakati kuna mambo ya presidency na whatever, wakiwa katika musafara ya wema wanapoona vile security ilivyo tight, wale wenye nia mbaya wanaanza kuchanganyikiwa. But today I came to tell you, hallelujah, amina, kwamba Mungu ako tayari kuwachanganya wale maadui zetu waliojitolea kupigana vita na maisha yetu. I want you to believe together with me that there is an unseen plan. Iko mipango isiyoonekana na macho ambayo mtetezi wangu ananifanyia. Walipanga nife, lakini sitakufa. Nitaishi niyaone matendo ya Bwana. Hallelujah. Amina. Na ndio akasema, sasa kwa sababu malaika wameachiliwa, watakaochanganya adui zetu, anasema wachana na kuwatumainia wanadamu tena. Anasema hata wale wanalala karibu na kifua chako, usiweke matumaini yako juu yao, maana tunaye mwingine anayetutetea. Hallelujah. Amina. Anasema hata kwa yule alalaye kifuani mwako, uwe mwangalifu kwa maneno yako. Kwa yule alalaye kifuani mwako, uwe mwangalifu kwa maneno yako, maana maneno ya wengine imewaharibia. Maneno yetu ambayo tumeongea na wale tunalala karibu na wao imetuharibia destiny zetu. Ndio sababu Mika nawaambia, hata kwa wale wanaolala kwa kifua chako, angalia maneno ya kinywa chako. In other words, we must change the way we do things. Lazima tubandilishe maongezi yetu. Alafu anapoteremka hapo chini, akasema hivi, baada ya hizo shinda zote alizoona, mstari wa 7, akasema hivi, lakini mimi
inche. Hallelujah. Amina. A time comes. Chinga kingo ikachire. Ujipige kifua. We akega kuba. Na uelewe wewe si wa kawaida. Na ndo manyenga yatali yo kawaida. Na uelewe mimi sio kama wao. Na ndo manyenga yatali buna I am unique. Igondo yo bene. Mimi ni tofauti. Inche ndo mongao. Alipogundua hiyo. Ekara manyete igo. Na akaona siri ya ulinzi wa Mungu juu ya maisha yake. Alisema basi mimi nitamtazama Bwana kwa matumaini. Nitamtazama Bwana kwa matumaini tofauti. Na anaposema nitamtazama Bwana, akasema sasa niko tayari kumungojea Bwana atimize lengo lake juu ya maisha yangu. Praise the name of the Lord. Amina. Anasema ninamungoja Mungu wangu, Mwokozi wangu, na huyu Mungu wangu na Nyasaye yone atinisaidia mimi. Na nkonye nche. Hallelujah. Amina. Mungu wangu atanisaidia mimi. Nyasaye na nkonye nche. Maana nimetazama wale walistahili kunisaidia. Ekiagara na aligere iri bali babwana etakonkonya. Wanazidi kuniumiza ndani ya moyo wangu. Iko bagenda kuumiza moyone. Ndiye akasema hivi. Agateba iga. Mimi sasa nitamtazama Mungu. Inche bwana ni muligererio monene. Mstari wa 8. Isana isato. Anaambia ndui yake sasa. Wale waliomchekelea. Wale waliomuona tofauti. Anawaambia hivi. Usifurahie msiba wangu. Ewe ya ndui yangu. Ingawa nimeanguka leo, nitainuka tena. Even though I am down today, kesho nitaamuka. Ambia mwenye ako karibu na wewe, kesho nitaamuka. Oh, my tomorrow is coming. And things must happen different. Maana nilisikia moja akisema ate vitu vichenjanga wakati wa mambo kubadilika. Umefika kwa maisha yangu. I don't need to fear my enemies. I only need to know. Nahitaji kuongeza kiwango cha imani yangu. Maana nikiongeza kiwango cha imani yangu, hata kama leo sioni kitu, nitaendelea kujikaza mbele za Bwana. Bwana ataendelea kuniondosha chini, ataniinua viwango vingine. Kile nilishindwa kuona mwaka jana, mwaka huu kwa uwezo wa Mungu nitakifikia. Pigia Yesu makofi mazuri. God of another chance. They have watched us in the first episode. They watched me in the first episode. I was rejected. I was crying. My marriage broke. My brain business went off. But the second episode is coming, when they will see my next face. Don't worry what they are saying today. Kila wanachosema leo wacha waseme. Maana wajui wakati wa kuchanganyikiwa kwa nizangu umefika. Let them say what they say today. Kwani leo niko chini, but I will not be there always. Leo wamekuona ukiwa uwezi, leo wamekuona ukiombaomba, lakini kesho watakuja kwako. Because of the Lord that we serve, mambo yanaenda kubadilika. Waliokudharau watakuja kwako. Walikufanya mambo yasiyofaa, watakudunga ndunga, maana walionekana miba.
Ulifikiria wamebeba msaada wako. Wakaendelea kuumiza moyo wako. But in God that we serve, there is a second chance. They will see. Wataona watoto wetu wakiolewa na watu waliona kakitu. Walitudharau tukiwafundisha. Wakaturushia maneno ya kutuumisha. Lakini kwa neema ya Mungu nilikuja kuwaambia katika kanisa hili lenu la leo ya kwamba mbegu ya Mungu haifi. Hata kama itaonekana imekufa kwa muda, lazima itaachilia kilicho ndani yake. You only need to persevere. Uvumilie hiyo mbegu iliyo ndani yako uweze kutoa kile chema Mungu aliweka. Hallelujah. Amina. Usipoteze ndoto zako kwa sababu ya kila watu wameongea. Unakuja kujaribu kuimba, watu wanasema unatuharibia uimbaji wetu. Watu wanasema sauti yako ni kama ya chura. Hallelujah. I want to encourage somebody. Leo wamekuambia hivyo. Nenda na wewe ujitie moyo. Hallelujah. Amina. Ambia Bwana, nataka unionyeshe kile cha kufanya katika nyumba yako, kwa sababu nimedharauliwa kwa hili. Nipe la kufanya litakaloleta utukufu kwako. Hallelujah. Amina. Hello. Sema hii ni hatari. Vitu vichenjanga. Wacha kuendelea kuomboleza. Don't lose hope in your current situation. There is always the other side of the coin. You only need to persevere. Uvumilie. Maana hata dhahabu ndio ijaribiwe, inawekangwa kwa moto. Moto unaendelea kuongeza nguvu. Kama haitachomeka, hiyo ndio dhahabu. Hallelujah. Amina. Mwambie mtihani yangu ilikuwa kali. Materia mwana alenga makongo. Mwambie na Gikisi, mtihani wangu ulikuwa mgumu. I want you to know that you are in the exam during that season. Na majaribu yaliyokuja kwako yalikuwa ni ya kujaribu imani yako, ili uonekane kiwango cha imani yako kimefika wapi. Hallelujah. Amina. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo nataka kusema nini? Whatever the Lord has begun, He will have to bring it into compression. Hiyo ndio pointi ya kwanza nataka nikupee ubebe. Wafilipi 1 mlango mstari wa 6. I came to tell you. Ni kweli umeumia. Ni kweli umetezeka. But get this point from me. Whatever the Lord began in you, He shall accomplish it. Even if it means going through fire, only need to be patient with God. Shadrach, Meshach and Abednego walipotengenezewa moto mara 7, na mfalme akafurahia kuwarusha kwa moto, Pandalo wachomeke na moto, walianza kucheza na kucheka na moto. They are in problem, wako kwa shinda,
Igo barenga semechando. Lakini wanaimba. They are Korende rejoicing. igo barego tera bako goka. Hallelujah. Amina. Wako kwa shinda. Igo bara semechando. But the grace to rejoice is with them. Korende ubuye bwoko oka igo gwarenga mana I babo. pray that the Lord may shower you with the grace Igo na sabirenga nyasaba umulero ubuya. to rejoice in the midst of your problem. Ogo ke kore imeye mechando. Because nothing got you in surprise. Ekiagara gento ke chame basoka. Kile kilichokupata Keligia konyorire. kama wewe unakiri Mungu ndani yako, Onya koko moteba Nyasaye meyao. our God is aware. Nyasaye na amanyete. Hallelujah. Amina. Ati Nyasaye Na amanyete. na amenyete. Yani Mungu wangu anajua. Nyasaye na amanyete. It was not a coincidental or accident. Tali ajali. Bwana Mungu wangu alikuwa anajua. Nyasaye na amanyete. Alijua Shadraka, Meshaki na Abednego wako kwa moto. Na amanyete Shadraka, Meshaki na Abednego akachukua muda kabla afanye matendo yake. Akaira libaga atara akore gento kia yale gokora. Wanaokuchekelea waambie Mungu tu anambai time. Bali bago sakara batay Nyasaye ne chinza tuangete. Hiyo. Toranyorekyo. Waambie God is buying time. Batenga Nyasaye ne chinza tuarwete. Utasoma namba zangu. No soma namba tiane. Hallelujah. Amina. Hawakujua Mungu anarioko. Hiyo tu wameelewa. Hawakujua Mungu alikuwa ametuma malaika wake wanafanya mazoezi. Wakati adui anapiga makofi. Wakati adui anasema tumewawahi. Naye Mungu ananyorosha mazoezi wale malaika wake. Wakatembea kwa moto. Wakawaambia wapendwa, msiwe na wasiwasi. Ili ambalo mmelipitia, it is going to be a changing of an event katika nchi ya Israeli. Mungu aliyemdharau kwa sababu ya huu moto ambao umeongezewa mara 7. Hao waliowarusha mfalme aliyetoa amri murushwe kwa moto ataanza kuabudu Mungu wenu. Waliokuita mchawi wataanza kuabudu Mungu wako. Praise the name of the Lord. Amina. You need to encourage yourself in the Lord. Kwa hivyo Wafilipi 1:6 aba Filipi ya maisha nemo unaweza ukatusomea. Ninde no te emeremo emiya asemyo ya ino ime naye ikeranie goikari tukoliria ya Kristo Yesu. Unasikiaje? Nakyo igwete. Kile ambacho Mungu wetu ameanzisha. Kelinya sao itacha akirie. Paulo alikuwa anawatia moyo watu wa Filipi. Na anawaambia hivi. Na ndo batebye iga. Being confident of this very thing. Ninde no maana bwa manganaya. That he which has begun good work in you shall perform it until the day of Lord Jesus. Akasema nina uhakika. Hata kama mambo sio mazuri. Aliwatia moyo. Akawaambia nina uhakika. Alianzisha hiyo ndoa. Hata kama imekaa vile imekaa. Hata kufikisha mahali alistahili kufikisha. Hata kama biashara imeharibika. Our God's agenda must be accomplished. Because our God is God of completion. Alichoanza atamaliza. Atafuatilishia. Atafuatilia. Na Mungu akufuatilie kwa ndoa yako. Mungu akufuatilie kwa biashara yako. Mungu akufuatilie kwa watoto wako. Usiwe na wasiwasi.
maana Mungu atakufuatilia ekiagala nyasaye nakobwatira aweze kuwachanganya ndui zetu. ligeranya arakonchakania ababisa bao. Jambo la pili, egiakabere the seed of God never dies, entetera ya nyasaye terigokwa and you must see yourself as a seed of God. goikabwera rebune entetera ya Na nyasaye useme mimi ni mbegu ya Mungu, goikote wenganche ne entetera ya hata nyasaye ikipitia kwa moto ekiagarage gotera asomolero haitakufa, tegokwa maganda ya juu itaondoka, masaba igoro narwe tena nitaonekana siku nyingine nimeinuka, nande nindorekana rituko linde na imokire nikiwa na utukufu mwingine inde tofauti. nao banene bondo bong'ao. Hallelujah. Amina. Exodus chapter number 1 okong'anya yemo mstari wa 19 na 21. 19. The seed of God never dies. entetera ya nyasaye terigokwa okong'anya yemo 19. 19 21 mpaka 21. okong'anya yemo 19 mpaka 20 ne yeme goteba abaiboria bakairaneria Farao abakungu babaiberania tibali bunaba baba Misiri barobo nabango asokoibora nigo bakoibora litang'ani omoiboria ataraika nyasaye agakorera abaiboria baria amaya na abantu bakagenderera komenteka koba abange na ekiagera abakungu baria abaiboria bamoirogete nyasaye ere akabasesenia na barobwo bakaibora abana abange. Asante. Praise the name of the Lord. Amen. Ninafurahia kile Mungu alichokifanya. Na agokeire kinyasaye akorete. Ndio sababu nasema mbegu ya Mungu hivi. Na kiyako garango tabanga entetere ya nyasaye. Kwa sababu mbegu ya Mungu ina nafasi nyingine. Ekiagera entetere ya nyasaye nebu bali bagalinde. Kipindi fulani ikose kuonekana. Na bera abeterorekana. Na ikawa imetulia kwa mchanga. Na bera abeira samaraba. Lakini baadaye kidogo kolene maega yaye itaonekana. Goikerorekane. Mfalme akatoa agizo. Omoruoti akarua kwamba watoto watakaozaliwa ng'abana baraiborwe wote wauawe. Bonsi baitwe. Lakini mstari wa 19 kolende 19 wakunga wakamjibu Farao. Abaibori bakaireneria Farao. Wanawake wa Kiebrania. Abakungu babaiberania ni tofauti. Praise the name of the Lord. Hawa sio wa kawaida. Mbali ba kawaida. Hawa wangojei. Mbali koganya. Dakika tu kametoka. Edeke kaigo mwana soka. Hawahitaji msaada wa mtu. Mbali gotaka bakonywe na abaiboria. Wale andui ababisa wanakiri. Mbabwate nje this woman is unstoppable. Omokungu otali gotenenigwa. This man is unstoppable. Omosacho otali gotenenigwa. Because of the grace of God. Ekiagero obuye bwa nyasaye. Hallelujah. Amina. Wanawake wa Misri. Abakungu babaiberania. Maadui wa bibi wa wanawake wa Ibrania. Ababisa babakungu abaiberania. Wakakiri kwa midomo yao. Mbakwana no monobo. Wanawake hao si wagonjwa kama wetu. Abakungu abambali buna abaito. Hawa sio wavivu kama wetu. Mbali bora buna abaito. Hawa wangojei wana neema tofauti. Hallelujah. Amina. Ninakiri Mungu aachilie neema. Na atabire nyasare tobuya. Itakayokupitisha katikati ya maadui zako. Oyora obuya bara gweti katikati ya babisa. Itakayokupropelo juu ya maadui zako. Bara kuimokere ligoro ya babisa bao. Maana bandala maadui wawe na time ya kutayarisha na kuua. Libaga ababisa bako twara libaga lioko iboru. Kwa neema Mungu alikuwa ameshukisha kwa wanawake wa Kiebrania. Asengencho yobuya boli nyasare tata saba kungu baba iberania. Hawakuhitaji msaada wa mtu. Bagane tibokonyi bwa baibolia. Leo wameona ukihitaji msaada wao. La bali bagane tenga okanyo. Lakini kesho watakujia msaada kwako. Kolende mambi mbacha robo konya sole. Kwa sababu kile Mungu ameanzisha akiwezi kusimamishwa. Ekiagara kalinya saa cha kiringe gotenenigwa. Jambo la tatu. Ekiaga tatu. Our God is God of another chance. Nyasa oito nyasa ebweli bagalinde. Judges chapter 16 and verse 22 and 24. Abagambi emerongo etatu. Abagambi 16. 15 nemo. Mstari 22 mpaka 24. Emerongo ebere na ibere mpaka emerongo ebere na enye goteba. Kolende tukia yaye igachaka komera nainde nyuma
gakigitirwe. Abatang'ani b'Abafilisti bagasangererekana koruera Dagoni enyasaye yabo ekeng'wansa ekenene na gochinga. Bagoteba enyasaye yaito yabekire omobiso ito Samsoni ase amaboko aito. Na ekero abanto baroche Samsoni bagatogia enyasaye yabo bagateba enyasaye yaito yabekire omobiso ito ase amaboko aito. Omobiso oria osalirie ense yaito na oitire abantu baito abange. Hallelujah. Amina. Praise the name of the Lord. Amen. Ninafurahia neno la Mungu mahali hapa. Nagokeire lingana lya Nyasaye. Biblia inasema mstari wa 22. Wakati huo chinga kiecho nywele za kichwa chake etuki ye motu zikaanza kumea. Igachaka komera. Hallelujah. Amina. Ni kweli kulikuwa na kipindi hakuwa na uweza. Kene chinga kinchi alengo atale konyara. Na wale maandui zake wakafurahia. Bisabaye bakagoka. Na Biblia inasema wakafanya sherehe. Ne Biblia katebanga bagakora omochengo. Ya kuabudu miungu yao. Yogo sasi nyasaye yabo. Wakasema miungu ya Dagoni. Bagatebanga nyasaye ya Dagoni. Imetukamatia mtu wa Mungu. Ya tobwate iro muntu nyasaye. Kwa hivyo miungu yetu iko na nguvu kuliko wao. Ye nyasaye yaito nere ne chinguru ko bwe nyasaye. Wakatengeneza karamu ya sherehe. Bakarosi omoyega. Na wakati wanafanya hivyo. Ne karaba ndeta ko kore. Samsoni yuko gerezani. Samsoni gasibire na macho yake imeenda na maisha yachire and they were very conversant na ndemba amanyete kwamba kazi yake imeisha. Ngemere mojaye yaelire Walijua kazi yake wamemmalizia. Bakamanya ngemere mojaye bamukuru akiwa gerezani. Kara osibire while he was in the prison ekara asege sibokiabo the hair grew again. Etuki yaje kamera na inde. Sijui kama mnapata hii vitu. Ako gerezani ako kwa mateso igara seme chando biashara yake ilikufa biashara bya byakule ndoa yake ikaharibika enyoma ya watoto wake wakaenda hivyo walienda abana bae bachire lakini akiwa katika kifungo kolende kara sogosibwa God of another chance nyasaye bweli bagalinde akamtokea kwa gereza akamosiokera sechera nywele zake zikaanza kumea. Etuki yaye gachaka komera. Kwa nini nywele zake zinamea? Ikigeko gere tuki yaye komera. Because he had not yet accomplished the agenda of God. Ekigera konyetara akore mirimo ya Nyasaye. Hakuwa ameaccomplish the agenda ya Mungu. Konyetara akore kijasata because the agenda of God ekigera kugani kwa Nyasaye. He was to compensate for the people of Israel. Igarenge gwakana egesiomba sengecho ya Israeli. Against the people of Philistine. Asa abantu baba Philistine. Na wao wakashangilia wakijua yamekwisha. Na baro bakagoka bagoteba yae. Waliposhangilia wakifurahi na kucheka. Ekero barenge kuchenga bagoseka. Mfalme akatumana. Omaruoti agatomana. Huyo Samsoni afunguliwe gerezani. Akarangelinga Samsoni igole rukurwa sechera. Samsoni akaendewa gerezani. Samsoni akachierua sechera. Lakini jambo la kushangaza. Kolendege ntogio kumia. Wale walikuwa wamemfungia gerezani. Waliba mosie keretechera ime. Ndio tena wanamfungulia gerezani. Nane na uba chiete kumoigolera. Au yapata hiyo. Waliotumika kumfungia gerezani. Waliba mosie keretechera ime. Kama askari wa gereza kama mimi. Buna askari bechera venye huwa tunafungia ndani. Maana sisi hatuendei nje tunaletewa. Tukiletewa wanakuja na magari sikiguruma ikifika kwa mlango wetu. Askari wetu anawaambia kazi yenu imeishia hapa. Alafu unakuta askari wa gereza peke yake amechukua yule mtu ambaye ameletwa na msafara wa magari 20. Anakutana na mtumishi wa Mungu. Anamshika mkono na waambia wale kazi yenu imeisha. I pray God that your enemies must loosen you from where they are bound you. Maana wale waliomfungia ndio walienda kufungua. Maana mwenye kufunga ndiye ako na ufunguo.
Naomba kwamba moto ukawake kwa waliokufungia hiyo gereza. Mpaka waachilie ufunguo wa kufungua maisha yako. Haijalishi walienda kwa waganga wa aina gani. But I pray for the grace of God to be showered upon your life. Those who bowed you, wakubali kuachilia without condition. Hallelujah. Wakampeleka kwa ile mahali walikuwa wanasherehekea. Samsoni saa hii hana macho. Akasukumiwa tu. Akawasukumia tu pale kwa lile nyumba kama hili. Na Biblia inasema ilikuwa mahali wamejaa watu zaidi ya 3,000. Wakiwa mahali moja wakisherehekea. Samsoni akapata nguvu, akasikia na kuanza tena nguvu. Akamwambia nataka unishikishe ile kikingi ya hiyo nyumba. Ili niweze kupumzika hapa. When they thought he had no power, wakaendelea kucheza akiwa kwa ile pila. Akaishika akaitingiza. Baada ya kuambia Mungu nikumbuke, so that my agenda in this family may be accomplished, so that my agenda in this job may be accomplished, so that my agenda in this business may be accomplished. Akashikilia pila. Kweli macho imeenda, lakini Bwana akampa neema ya pila. Aliposhika hiyo pila hivi, alifanya kulivisia wana wa Israeli. Akawalibisia kizazi. Akamaliza ile Mungu alianzisha ndani yake. Ndio sababu leo ninakwambia kwa ujasiri, kile Mungu alianzisha lazima atafuatilishia mwisho. Hata kama macho imetobolewa, hata kama finances zetu zimeenda, kile Mungu alianzisha atakamilisha kwa wakati wake. Jambo la 4, nasema kwamba our expectation shall not be cut off. Proverbs 23 verse 18. Kwa sababu Mungu wetu ana nafasi ya pili, matumaini yetu hayatakufa. Nataka useme kwako wewe, matumaini yangu haitakufa. Matumaini yangu haikufi kwa hii shinda. Nataka useme I must come out of this, no matter what they say. Hallelujah. Amina. Proverbs 23 verse 18. Ekene engelia nekale bosio na ogosemelia kwao tigo ogosira bosa. Hallelujah. Amina. Hey, your ambitions, your visions. Hata kama ulijenga nyumba imekaa miaka 5, nonya kwarache te nyumba yabeire miaka 5 kerigo. Usiwe na wasiwasi. Tako bano obuoba. Because in the presence of God, ekiagara sobo sibwanya sai, even in the time of silence, nonya nakarese kirete, God is still working. Nyasaye ngokora ale mirimo. Mahindi ikipandwa hapa, ekero chibando chiasimekirwe, kwa wiki moja utapitia hapo hakuna kitu kinaonekana. That's why I'm saying, even in the time of, by the grace of God, something is cooking. Hata huu wakati naona nimesahaulika, I know in the spiritual realm something is happening underneath. Hallelujah. Amina. Praise the name of the Lord. Amina. The word of God is good. The word of God is real. And number 5, never stop dreaming.
Usiache kuota ndoto. Tago tiga korota chindoto. Uliota mara ya kwanza wakakupiga vita. Okarota litangani bakakurwanyese. Do not stop. Tago tiga. Dreaming big. Korota chindoto chinene. Hata kama ulikuwa na Pro Box. Kwarota ngano bwate Pro Box. Usiache kuota ndoto ya mafiechi. Tago tiga korota ndoto yo. Palipo na nia pana njia. Aso kokanikole njera nero. Hallelujah. Don't lose hope in life. Tago siyo kasemelia solo Never gima. stop dreaming because of those are suppressing you. Tago tiga korota singa njera bantu bali bako kiria. Kijana anaitwa Yusufu. Omo murokoro ku Yusufu. Alipigwa vita sana. Akaruani wesegi endoro. Na kile kinapigwa vita. Na kelige kuruani wesegi. Sio yeye. Taliere. Ni ndoto yake. Ne ndoto yaye. Maana hawataki awashinde. Ekiagara mbata ketia babu. Hawataki ajengee mama yake nyumba mzuri kuliko ndugu yake. Mbata ketia acheleta mama mwabe nyombe ngia. Sasa kuna competition. Bwana competition nero. Na nimesiona hapa kwenu. Naende na yero lilega sasa. But some of them, kolende chinyinge chaba, they are unhealthy competition. Ne competition yetalingia. Maana ninataka nikuangushe ndio niinuke. Ekiagara ntaka tenko yeliligara nataka nikupige vita ndio mimi nibaki. Ntaka tenko ruani ligara ntentikale. But we are saying in the spiritual realm, that spirit must come down. We must be proud when we grow together. Lazima tufurahikie ndugu zetu wanapopanda kiwango. Wacha kudharau wengine. Maana ukipiga vita wengine, na mambo yako kama iko sawa leo, ukipiga vita wengine, kama shoka halitaangukia wewe mzazi, litaangukia watoto wako. Kwa hivyo ni vyema kujifundisha mapema, kuwazia wengine mema. Wewe uliyetamkia mtu, tutaona watoto wako wataenda wapi. Nenda ukaombe msamaha. Maana kila ulidhani unafunga familia ile, saweza kuwa ulijifunga wewe mwenyewe. Maana mtoto wa yule ni kama mtoto wako. Hata tukikatwa mikono, damu yetu yote ni red. Kwa hivyo wewe uliyetamkia mwingine, hata mnajidai wenu wameenda university, hata tutaona watamalizia namna gani. Nenda unyenyekee. Mwambie ndugu yangu, tumezaliwa pamoja na wewe. Wajua Ruben aliinuliwa na Mungu atetee ndoto ya Yusufu. And today I'm speaking to somebody. God must raise somebody to come for your rescue. Hata kama wengine wameongea visivyo, nataka useme Mungu ametuma Rubeni ashikilie ndoto yangu. I pray for Ruben in your family. Naomba yule uliona hawezi kusimama na wewe asimame na wewe. Mpaka watoto wako wafikie viwango vya juu kwa maisha yao. Hallelujah. Amina. Never stop dreaming. Genesis 37, ningependa tusome hiyo. Kwa karibu kumaliza. Hallelujah. Amen. Naamini tuko pamoja. Kama tuko pamoja God bless you. Receive that grace of compression. Pokea hiyo neema ya kumaliza vizuri. Mwanzo 37. Mstari ule wa 19. Mstari wa 9 I think. Naenda akarota konde na okwo agatebya abamwabo akabora igwe inje nigo narotete okorota konde nkarora elioba na omotienyo neching'ena ng'eni 11 chigotungama inse asobosyo bwane. Hallelujah. Amina. Kisha akaota ndoto nyingine. Naenda akarota ndoto yende. Akamwambia ndugu, akamwambia
ndugu zake agatebya abamu abo akisema sikilizeni. akabora moigwe. Haleluya. Amina. Hata kama wanakupiga vita, nonya bagokurwania segi, endelea kutamuka maono yako bila uoga. endelea gukwana chindoto cia utari na bwaba. Wanapiga vita kwa ile ya kwanza, mbarwanitie ndote ntang'ani, lakini wale walio wa Mungu kolende bali bara abanyasaye hawatanyamazishwa na adui. mbago kiriwa na mobisa Akaota nyingine, nande akarote akawaambia nataka munisikilize na munisikilize vizuri. akabatebi ntagete monyigwe. Laundi hii ndoto yangu engakie ya ndoto yane nimeota nyingine, na arotiro karota konde na wakati huu na bano jua na mwezi na arorire lio bano motienyi na nyota neching'ana ng'eni 11 11 zilikuwa zinanishuhudia, chigo tugama zinanishuhudia, chigo nsasima zinaniinamia. chigo ntugamera. Anasema mwezi na jua ni mama na baba. Agateba omotienyi nechi. Sasa anawaambia mama yao na watoto wao, ndugu zake. Agateba tato mwawe na mama mwawe na abamu abo. Anawaambia mlipiga nduru kwa ile miganda ya kwanza iliyoniinamia. Agateba mwawe gateke kurase ndote liye tano lakini na nimeota tena. Lakini naire na arotire. Na laundi hii na bano jua na mwezi omotienyi nelioba na nyota 11 neching'ana ng'ani 11 zinaniinamia. iko chigo ntugamera. Mambo yakaharibika alipotangaza. Amang'ana agasaleka karaba tangase tamu. Haleluya. Yakaharibika amang'ana agasaleka alipomwambia baba yake pamoja na ndugu zake. Ekera motebeti tato mwaba na bamuraba mwabo. Baba yake akamkemea. Tato mwaba akamuragereria. Alipomwambia napata plot huko Meru. Akaroko terio mng'ang'a. Baba yake akamkemea. Tato mwaba akamuragereria. Mama yake akamkemea. Mama mwaba akamuragereria. Aliposema Mungu amenipa maono mengine. Ekera tebete ng'anyasa ng'airo korota konde. Akakemewa pia na mzazi wake. Akaragereria mpaka no muibulioje. But I thank God because of this talent. Kolende ngongwa akaranyasa mbiyamana sinje abaibulio. Ni ndoto gani hii uliyoota? Ndoto kieye kwarotete. Haleluya. Hivi kweli mama yako ni mzee sasa au huyu ni mzee sasa? Anaongea kwa nini? Tato mwabo gomukwanera. Anamuuliza yadi wewe. Aje. Na mama yako. Inche na mama mino. Tutakuinamia. Ntoko tugamere. Haleluya. Kweli mama yako na mimi na ndugu zako. Ekene mama mina monenche na bana bami. Tutakuja kukusujudia wewe. Ntoche ko sasimaye. Andi inchi. Mbakense. Ndugu zake wakamuonea wivu, lakini baba yake, haleluya. Baba mraba mama wao wakamrotenda hata kama ndugu zetu watatuonea wivu. Nonya mraba minto bago toigwerenda. Naye baba anayeweka yale tumekiri kwa mioyo yetu. Ntobwata tato yokobeka ali twatebira se mioyo yetu. Baba yake aliweka jambo hilo ndani ya moyo wake. Tato mwaba akabeka lingane elia somo yoje. Haleluya. Amina. Na alipoweka jambo hilo ndani ya moyo wake. Nekara abegete lingane elia somo yoje. Yeye baba ndiye alitumika. Tato yo mwaba na ero tumegete. Kumutuma Yusufu aende kaangalie ndugu zake vile wanafanya. Kumutuma Yusufu aende arale bamuraba mwaba na bakulisa. Utawala wake ukaanza. Ruoti bwaye bogachaka. Haleluya. Amina. Bila kujua utawala wake ukaanza. Hata manye tio ruoti bwaye bogachaka. Na sababu sitaki niongee mambo mengi sana yake. Ekiagana ntatake tukwana mangana ya mange. Ukisoma hapo chini. Ochiko soma gochinse. Walipanga jama bakaroberia wamalizane na ndoto yake. Bakora nene ndoto yaye. Lakini ninashukuru Mungu. Kolende gwakira Nyasaye. Because they were unable to do away with his dream. Ekiagara mbasi nyotuko tukute ndoto yaye. Praise the name of the Lord. Amina. May the Lord shower you with the grace to complete. Tiganya sago ibolero goso bujabu gokora. Hiyo ulioanzisha masomo ukaachia katikati. Ama somo alikuwa chage to katigera gati. Hiyo master ulianza ukaguza tu first semester ukaacha. Masters ilikuwa chage to kunesa semester ngani ukatiga. May our God whom we serve. Tiganya sago lito kolera. Shower you with the grace of compression. Ako umolero bujabu gokora. It may take 10 years. Na bere ile miaka 10. When I went to do my degree,
ekara na cheta okore degree yane nilikuwa nimemaliza nje miaka 12. konya na akore miaka 12 siku Lakini nilipokuwa namaliza secondary, kore ne ekara na akore te secondary niliambia Mungu kitu kimoja. igona atebeti nyasaye gentekemo Currently I'm not in a position ya kwenda kufanya degree. bana igati ngonyara kwenda gukore degree Maana nikiangalia cheti changu sioni kikinipa hiyo matumaini. ekiagara kalongoligeria certificate yana teliko Lakini nilikuwa nimeomba. kore ende konya na asabire Nilichukua hiyo cheti, kore kaimukie certificate nikafunga na nikaiombea. nkayesabira Na nikaambia Mungu, wewe unayeishi ngatebi nyasaye omenyete kama vile wewe unavyoishi, muna omenyete hii cheti umeniruhusu niipokee, certificate yewanjire na atwalire itanipeleka kwa serikali. goikingira ase serikali Hii cheti ulionipa hii, certificate yekwangeire nitafikia hiyo degree wengine wanafanya. goikanyikere degree ili abande bago I want to tell you, wantakete kokotera I was the first cousin in our family nigo narengo mutangani ase family to do the degree. gokore degree Na nikamaliza kwa neema ya Mungu. nande ngakora sobuya bwa nyasaye That's why I'm telling you today. na kigako garango gotebirero Usijali hata kama kumenyamaza. to 11 gekirete Umenyamaza, yangu ilinyamaza miaka 12. eya nende akireta ase miaka By 12 the end of the day, korendo moelio waliokuchekelea bali bagosekerete leo, wale walikuwa nanishinda shule, bali bakambwire skuru wengi wao nawapa kibarua kwangu lero gongo baeke barua bwone because of the grace of God upon me. asengencho yobuya bwa I nyasaye declare that to you. na dalili ajua asomale Waliokuchekelea bali kwa bagosekerete neema ya Mungu, asubuya bwa nyasaye hao wakuone the other side of your na episode, baro bakora le kipindi kya kama kabere vile Mungu anavyoishi. muna nyasaye amenyete Bwana atatenda. nyasaye na akore Tusimame kwa miguu yetu. totene na sama goraito Thank you Jesus. biya mwana nyasaye Nataka tumalize. tagete tokole I don't know what the Lord has done in your heart, tima yetie kinyasaye abikira somo but I want to believe the one who began good work in you kole ndente tete kwegena ngolio chakire mereme ya shall sore bring it into compression. goikaje ikeranie It doesn't matter what you have gone through, terigo kumerie kiogwetera lakini Mungu alinituma katika kanisa lenu kole nde nyasaye ontomira ase kanisa yeino ili niwaambie ya kwamba Mungu ana nafasi nyingine, ligaramba tenga nyasaye nabwateli bagalia ili kabere niwaambie Mungu wetu ana nafasi nyingine, ogo gotebinga nyasaye nabwateli bagalia na kabere kwamba kile alichoanzisha atakikamilisha. ngakeria chakiri goikage ikeranie Na tena niwakumbushe, nyinyi ni mbegu ya Mungu. ntagete kubainyolinga ino nentetere ya Hata kama nyasaye mtapitia majaribu kwa muda, mwetera matemo asa matuka mange endelea kuvumilia mbele ya macho ya endera Mungu. kolemereria sobosi bwa Na nyasaye nikasema yengine kwamba nande nateba matumaini yetu haitapigwa vita. ogosemeria gwaitongoli gorwaniwa Our expectation shall not die. ogosemeria gwaitongoli gokwa And we said our God is God of restoration. nande nateba nyasaye ito nyasaye And ogokonya we said never stop dreaming big. nande nateba totiga korota endo Hata kama tenene vita ni mingi juu ya maisha yako. nonyesegi nene nase obogima bwao Pengine kama hujaokoka na uko katikati yetu, kero kendo nyakore katika itie ito nande na toratoleka unasema leo, mtumishi, niombee wokovu, nande gwatebire ng'umusomba lero nsabire ogotoleka ili neema inayoandamana na watu wa Mungu iandamane nao, igera obuya bwa nyasaye bali bokobwatana n'abantu ili baye maadui zangu wapate kuchanganyikiwa. igera ababisa bana bachoganigwe Wewe unasema nataka wokovu wa Yesu, inua mkono orio wako tu. gotebanga natete ogotoleka kwa nyasaye Ikiwa kuna mtu kama huyo, nyosha tu mkono wako. onyo omonto buno oikaro imo Maisha haya ni yako. obogima obo nobwao If you want God to fight your battle, onye gotagete nyasaye arwane esegi you yao must register yourself to begin the race. goiko rejesto chake orogendo Kwa hivyo tumeinamiza nyuso zetu sote. igo twasiekira maisa ito Unasema mchungaji, niombee wokovu, nyosha mkono. gwatebire ng'a omosomba nsabire ogotoleka Nataka urudie nyuma yangu. ntake toirane limega Hao ambao wamenyosha mikono yao juu. ole Usiogope mtu. imokirie okoboko kwa igoro Hii neema inatembelea wale wanaomfahamu Mungu wao. obuyo obo bogotarera bali bamumanyire nyasaye obo Na ndio sababu huyu mtu wa Mungu Mika alisema hata niangukapo nitainuka tena. na kigeko karabika agotebanga ningwe nande nimboke Kwa sababu ako ndani ya Kristo. ekiagera ari ime ya kristo Nyosha mkono vizuri, siogope. imokie okoboko kwa igoro buya Sema, Bwana Yesu, teba nyasaye omanene yesu naja mbele zako nachira asole kama mwenye dhambi. buno omonyabibe Nimetambua mimi ni mwenye dhambi. namanyire nche n'omonyabibe Naomba unitakaze nasabire onchene kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. ase amanyiga y'omwana wa yesu kristo Nitakazike mbele zako. inchene kase obosi bwao
na utawale ndani ya moyo wangu, nando utawaro moyone, na unipe neema ya kumaliza vizuri nando ngobuya bwokora buya kile ulichoanzisha ndani yangu, keligwa chageti asobugi mabwane upate kukikamilisha. ogekeranie Nimelia muda wa kutosha, narerira amatuka isanire kuanzia leo gwansera rero ninakataa kilio kwa maisha yangu. nangire okorera asobugi mabwane Ninatangaza wema wa Mungu juu ya maisha yangu. narerira obuya bwa Nyasaye asobugi mabwane. Bwana niokoe. Nyasaye ntolie. Wacha nikuombee. Na ukiwa uko hapa uko na hitaji, unasema Bwana, mimi nahitaji nimalize vizuri. Onye kora nande kora noko kanye kukokora buya. Na pia wewe umesimama hapo mahali umesimama, nande kote nini abwa sote nini, ulichekelewa kwa kipindi fulani ugasekererwa senga kigete kwa sababu ya biashara yako, asengenjo yoboge biashara bya, kwa sababu ya miradi yako, asengenjo ye miradi yao, kwa sababu ya watoto wako. asengenjo ya bana bao. Nyosha tu mkono wako ulipo Imokia kwa mahali wako kwa igoro tuweze kuomba pamoja. Father, in the name of Jesus, tata aseli talia Yesu, na kushukuru kwa neema ulionipa kunena neno lako. na gwakere mbya mana sengenjo yobuya kwanga kwa Ombi langu ninaomba Jehova, noko saba kwa nengo saba manene, ukawafikia watu wako oikera abantu bao kama vile ulifikia Shadrach, Meshach na Abednego walipokuwa katikati ya moto. Wapendwa hawa Jehova, ukawashikilia kwa mkono wako, ukatawale maisha yao. Waliowachekelea wakaona sehemu nyingine ya mema juu ya maisha yao. Natangaza biashara zao zilizoonekana zimenyamazishwa kwa familia zao, chinyomba chabo, ndoa zao enyoma yabo zilizotawanyishwa kwa miaka. Natangaza neema nyingine itakayoachilia furaha kwa maisha ya watu wako. Kila roho ambao huachiliwa katika mipango ya waandui, natakaza anga zao zikatakazike. Nguvu za uchawi na ukanga zinazotawala kwa anga zao, kutoka kwa ukoo zao, natangaza watakapokanyanga kwa manyumba zao leo, wapokee neema ya ulinzi wako itakayowachanganya maadui zao, katika jina la Yesu Kristo. Bwana akuongoze, Bwana akupe ushindi, Bwana akuinue kutokana na mahali ulipoanguka, kwa jina la Yesu. Naomba na kuamini. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Akera Yesu chingo bichingiya. Bwana watende mema. Abakorera amaya. Uniombee safari njema. Monsabera sabari engiya. Na munipe pia salamu zenu. Nande manga maiga ino. Na muniombee pia nyumbani tumepoteza. Nande monsabera nkatuasiriri. One of the sister to my wife. Musubati omwabo munginone. Na hiyo ndio inafanya nikimbie leo. Ekine kigeko gerami nyokerero. But I thank God. Bishop, may the Lord bless you Bishop for giving me this opportunity to share the word. I know by the grace of God, if God, we shall meet again. God bless you.